Pumbavu mkubwa wewe. Siwezi kufa mimi. Siwezi kufa kirahisi namna hii. Dunia ni tamu sana bwana.
Ndugu zangu majini, mapepo na mizimu ya babu zetu, msitu wetu upo hatarini kuvamiwa na ni wajibu wetu kuulinda msitu huu, na pia ni lazima tulipize kisasi kwa mtu anayekuja kuvamia msitu huu. Baba yake aliyowahi kuja hapa msituni na kuua ndugu zetu na kisha kutokomea na baadhi ya mali zetu. Yule malkia wa majini alizungumza kwa hasira, huku umati wa viumbe hatari sana wa ndani ya msitu ule, msitu uliokuwa na utajiri mwingi sana, zikiwemo dhahabu na almasi, wakiwa makini kumsikiliza malkia wao na kujiandaa na mapambano.
We jini mweupe, kiongozi wa askari wangu wa msituni, adui yetu yupo njiani, anakuja na kuamuru ujiandae kwa mapambano, na nyote mupo huru kutumia nguvu za kichawi na za kijini mlizo nazo ili kuulinda msitu huu. Bwana Njoshi amekubali ombi la Mfalme Mutapa la kwenda katika msitu wa majini kwenda kuchukua jeneza la ajabu. Hivyo alikuwa njiani kuelekea huko msituni, lakini kwa bahati mbaya majini wa msituni taarifa zilishawafikia kitambo sana. Malkia wa msituni aliwapa taarifa askari wake wote wa msituni kwamba adui kama ni mtu wa ajabu sana, mtu aliyemkabili huyu anayekuja huku natambua kuwa ni mtoto wa mzee Nyangoma. Aliwahi kuja huku na kutuibia mali zetu nyingi tu, ila sura yake ningependa sana kuifahamu, lakini nimeshindwa, na hapa nikizubaa watu wangu wote watakufa. Malkia wa msituni alizungumza kwa hasira na mshangao mkubwa, bila kutambua kuwa Njoshi aliweza kuvaa kitambaa cheusi kiunoni mwake na kumfanya kutoonekana kama akiwa anafuatiliwa na majini. Malkia wa majini, msichana aliyekuwa mrembo sana na mwenye umri sawa na Grace, alizungumza kwa hasira sana,
huku alikuwa akionekana kutafuta kichupa chake kidogo hivi, kichupa ambacho kilikuwa na maji ya ajabu, na kisha kumpatia askari wake mmoja na kumwelekeza anyunyize yale maji yote na kuizungushia ngome yake. Maji yalikuwa na uwezo wa ajabu sana. Mtu yoyote ambaye alikuwa na asili ya ubinadamu lazima angeweza kuganda mahali pale, kwa sababu yalikuwa ni maji ya ajabu sana. Malkia aliongea kwa kujigamba na kuachia tabasamu zuri, tabasamu ambalo lilionyesha vizuri uzuri wake, huku kwa mbali kijana shupavu na hodari aliyefahamika kama Njoshi Nyangoma anakamatia panga lake kisawasawa, kwani alianza kuona msitu hatari wa maji. Wakati anasogea pale mbele ya ule msitu, huku alikuwa anaongea peke yake na kusema kwamba ataangamiza chochote kile ambacho kinaweza kutokea mbele yake. Lakini Njoshi alishindwa kuimaliza sentensi yake vizuri baada ya kukanyaga mtego wa kamba na kisha mtego huo kumning'iniza juu ya mti, huku miguu yake ikiwa juu na kichwa kikiwa chini. Mara tu alipokanyaga mguu wake msituni, lakini Njoshi bila kupoteza muda alijiinua na kuikata ile kamba mguuni mwake kwa kutumia lile panga lake na kisha kudondoka chini kama mzigo, huku akiwa haamini kabisa kile ambacho kimetokea ghafla namna ile, na kumfanya kumwongezea hofu na uoga, huku akitakiwa kuwa makini sana ndani ya msitu. Wale viumbe hatari wa msituni ghafla wakasikia kishindo katika moja ya mitego yao. Nadhani mnasikia hapa harufu ya mwanadamu. Hayuko mbali na hapa. Mtafuteni haraka sana. Jini mweupe alizidi kuongea na kuamrisha askari wake wa msituni kumtafuta adui. Baada ya kuisikia bado harufu ya adui ipo katika eneo lile lile, eneo ambalo lilizungukwa na vichaka pamoja na miti mirefu sana. Baada ya Njoshi kuponea chupu chupu katika mtego ule, haraka sana anaingia ndani ya kichaka, kwani alitambua kuwa majini wa msituni lazima wafike eneo lile, tena muda sio mrefu baada ya kusikia kishindo kile kikubwa sana. Hivyo asingeweza kukimbia na kufika umbali mrefu bila kukamatwa. Lakini ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Njoshi alishangaa sana baada ya kuliona kundi kubwa la majini likifika eneo lile haraka sana, huku akiwa hata hajaingia vizuri ndani ya lile chaka, kwani viumbe wale walikuwa na uwezo wa kupotea na kufika eneo lolote lile ndani ya sekunde pekee, kwani hawakuwa ni binadamu bali walikuwa ni majini, tena majini hatari wa msituni, msitu ambao ulikuwa ni maarufu sana katika ardhi ya Mamutapa pamoja na ulimwengu mzima kutokana na utajiri wake. Jini mweupe alisimama karibu sana na lile chaka ambalo Njoshi alikuwa amejificha, huku Njoshi ujasiri ukiwa umetoweka. Alianza kutetemeka kwa woga, kwani majini wale walitisha sana ukiwatazama. Wengine walikuwa na mguu mmoja, huku wakiwa na vichwa vingi sana pamoja na mikono zaidi ya miwili.
Njoshi akiwa anatetemeka, aliamua kufumba kinywa chake ili asiweze kupiga kelele. Kwani Njoshi akiwa amejifumba mdomo wake kwa kutumia viganja vya mikono, aliishukuru sana mizimu, kwani majini walikuwa wanatisha sana. Walipita karibu yake bila kumuona, jambo ambalo lilimshangaza sana, kwani sehemu kubwa ya mwili wake ilikuwa wazi na wala haikufunikwa vizuri na yale majani. Bila kutambua kuwa mkanda ule wa kitambaa cheusi aliyouvaa pale kiunoni ndiyo uliosababisha wale majini kutoweza kumuona. Mungu wangu, mbona wanioni? Njoshi aliongea huku akiwa anamshangaa askari mmoja wa msituni. Mwili wake ulikuwa umebakia mifupa pekee, huku akiwa Oh, asanteni sana mizimu ya mababu. Kweli leo nilikuwa nimekwisha mimi. Msitu niliusikia tu, ila leo nimejionea mwenyewe. mwelekeo wake, kitendo ambacho ya ikulu kwa mfalme.
ili kwenda kufahamu ni nini kitaendelea kwa rafiki yake Njoshi. Mama yake na Njoshi alikuwa ni mwenye huzuni sana, huku mawazo mengi kuhusu mwanae yakishindwa kumtoka kichwani mwake. Alichukua jembe lake pamoja na kapu yake kisha kuanza safari ya kuelekea shambani. Lakini pia kitendo cha Ngesha kuondoka bila kumuaga na kushindwa kutambua mahali alipokuwa anakwenda ghafla kilizidi kumwongezea maswali, kwani alihisi kuna jambo ambalo Ngesha alitaka amueleze Njoshi, na ilionekana ni jambo la muhimu sana. Na ndio maana alishtuka baada ya mama yake na Njoshi kumueleza kuhusu mahali ambapo Njoshi alielekea, kitendo kilichomshtua rafiki yake Ngesha, na kisha kuondoka haraka sana bila hata ya kumuaga. Mama yake Njoshi alizungumza peke yake huku akiwa njiani kuelekea shambani, akiwaza na kuwazua kitendo cha rafiki yake mwanae kuondoka ghafla bila hata ya kumuaga. Huku Njoshi akiwa na hofu, huku akitetemeka mithili ya mtu aliyenyeshewa mvua ya masika, mvua iliyoandamana Mungu, nisaidie. Zilikuwa ni kelele za Njoshi ghafla, kwani sehemu aliyokuwa anapita ni kama vile aliruka mkojo na kisha kukanyaga mavi. Kulikuwa na shimo refu sana kuelekea chini, likiwa limetegwa, huku juu kukiwa kumefunikwa na fito nyembamba kabisa mithili ya kuni, ambazo zingevunjika pale tu mtu atakapozikanyaga. Pia fito hizo zilifunikwa na majani makavu pamoja na udongo, kiasi kwamba mtu asingeweza kugundua kitu chochote kile, bali sehemu hiyo ilionekana kuwa ni kama njia nyingine tu, kwani kulikuwa hamna tofauti yoyote ile. Mtego huo kweli ulifanikiwa kumnasa Njoshi. Ujanja wote aliokuwa nao pamoja na uhodari wote ule uliweza kumwishia na kumfanya kuwa mpole kabisa tangu alipoikanyaga ardhi ya msitu wa majini, msitu hatari kabisa unaopatikana katika ardhi ya Mwamutapa. Njoshi alijilaumu sana kupita njia ile, njia ambayo ilionekana kupaliliwa vizuri, bila kutambua kuwa katika njia hiyo kulikuwa na mtego wa shimo ambalo
lilitegwa na kisha kufunikwa majani makavu na udongo. Baada ya kufika chini, Njoshi akajisemea, hapa kweli wamenipata, lakini mimi ni shujaa. Kwa vyovyote vile lazima nishinde vita hii. Njoshi aliongea maneno ya kishujaa na kujipa moyo, huku akiziba pua yake kutokana na harufu kali ya maji yale yalionekana kuwa machafu sana, maji yaliyomfika Njoshi kifuani mwake. Lakini ghafla Njoshi alipigwa na butwaa, huku sauti kubwa ya hofu ikimtoka kinywani mwake, kwani alipojaribu kuyapapasa yale maji kwa kutumia mkono wake, alijikuta ameshika kichwa cha binadamu kilichokuwa kimeliwa na mwisho wake kuoza vibaya sana, kitendo ambacho kilimfanya kitupe haraka sana na kisha kupiga kelele kubwa kutokana na hofu kubwa aliyokuwa nayo. Lakini wakati hayo yote yanatokea, jeshi la msituni likiwa linamtafuta Njoshi. Njoshi ambaye alikuwa ni adui yao aliyevamia katika msitu wao. Ghafla amri ikatoka. Lile jini jeupe ambalo ilikuwa ndiyo kiongozi wa majini wa msituni ama kiongozi wa askari wa msituni, aliwaamuru askari wake waweze kurudi nyuma ghafla katika upande wa pili wa msitu, katika njia kuingilia katikati ya msitu wao, njia ambayo waliweza kutega shimo refu sana ambalo lingeweza kumkamata adui yoyote yule kama angekanyaga shimo hilo lililofunikwa udongo pamoja na majani makavu juu yake, shimo ambalo lilitegwa katikati ya barabara. Jini mweupe alitoa amri kwa jeshi lake, na bila kupoteza muda walipotea na kisha kutokea eneo ambalo shimo lilikuwepo. Jini mweupe alikuwa sahihi kabisa, kwani walikuta tayari mtego ulishamnasa adui yao, mtu aliyemtafuta tangu asubuhi, na ilikuwa tayari imefika majira ya jioni bila kumtia mikononi. Jini mweupe akawaambia maskari wake, fungeni kamba katika mti huo na kisha dumbukizeni shimoni, halafu ingieni watu wachache mkamkamate. Jini mweupe alizidi kutoa amri na maelekezo, huku majini wale wakiweza kutekeleza maagizo ambayo waliopewa haraka sana. Walishindwa kumtumia nguvu za kijini kumkamata adui yao, jambo ambalo ingekuwa ni rahisi sana kumkamata kijana Njoshi, na kujikuta wakitumia njia za kawaida bila kujielewa, njia ambayo isingefanikiwa bali ingemrahisishia adui yao kutoka ndani ya shimo na kuwaponyoka. Hayo yote yalitokea kutokana na maombi ambayo mama yake Njoshi alizidi kuyaomba. Aliweza kuomba mizimu iweze kumsaidia mwanae na kumwepusha katika hatari nzito ndani ya msitu ule, pamoja na maombi ambayo Njoshi mwenyewe aliweza kuyafanya kila wakati ambapo hatari ilimkabili. Sauti nzito na za kutisha zikaandamana pale juu. Njoshi alizisikia akiwa kule shimoni. Hakuweza kuogopa tena. Lolote ambalo lingemtokea, alikuwa tayari kabisa kukabiliana nalo, kwani aliona akiendelea kuwa mwoga hatoweza kushinda vita ambayo iko mbele yake. Njoshi aliongea peke yake, huku akitazama kamba iliyokuwa inashushwa taratibu ndani ya shimo, na kuona kama hiyo ndiyo ilikuwa njia pekee ya yeye kutoka shimoni, na kulishika panga lake kisawasawa katika mkono wake wa kulia, akiwa tayari kuchinja kiumbe chochote kile ambacho kingeingia mule shimoni, huku akiwa amebeba kibegi cheusi mgongoni, kibegi ambacho
kilitumika kuhifadhia panga pamoja na kitambaa cheusi, kitambaa ambacho kina nguvu za ajabu. Hiki ndio kitambaa ambacho Njoshi alijifunga nacho kiunoni na kumfanya Njoshi asiweze kuonekana na majini wale. Huyu mshenzi hanioni kabisa huyu, na hii sasa ndiyo dawa yake. Njoshi aliongea huku akimfyekelea mbali jini mmoja, jini ambaye mwili wake uliundwa kwa mifupa. Baada ya kushuka na kamba ndani ya shimo lile na kuangaza huku na kule bila kumwona adui yake, lakini Njoshi alishangaa sana, kwani baada ya kulitumia panga lake, jini yule aliyeyuka kama vile kaunguzwa na moto na kisha kutoweka kabisa. Hapa Njoshi alizidi sana kumshukuru mama yake. Aliyakumbuka vizuri yale maneno ya mama yake kwamba ile ndiyo silaha pekee ambayo itamfanya arudi nyumbani akiwa salama. Ndiyo maana hata walikuwa majini hawamuoni. Njoshi baada ya kuyafikiria maneno ya mama yake, kidogo alipata kutabasamu na kuanza kuishikilia kamba ili yapande kuelekea juu aweze kutoka ndani ya lile shimo. Lakini alisita baada ya kusikia kelele za fujo na hasira. Huku akihisi kama kuna viumbe wa ajabu wenye hasira, huku wakitumia kamba ile ile kumfata mule shimoni. Iwa ama la. Asante.